Ndio, mimi naitwa Kikwire Karangwa Guilain. Ni mimi president federal wa chama cha Ensemble pour la République, chama cha Mheshimiwa Moise Katumbi tarafani Uvira. Ndio ndugu Guilain, tuko pamoja na wewe kwa kuzungumzia swala ambalo kwa sasa linazuka maeneo yote. Ni swala kuhusu mabadiliko ya katiba ama changement ya constitution ya Congo, ambayo ni initiative ya regime en place. Nyinyi kama vile vyama vya upinzani mulichukulia hiyo initiative namna gani na woga wenu ni gani? Ndio, nafurahi sana sababu ni swala lenye linakamata zozo mwingi sana siku hizi. Sisi katika chama cha upinzani tuko na huzuni mkubwa. Kwanza tungependa hii hali ifanye na mtu mwingine, hapana Felix Tshisekedi, sababu tuligombana naye katika hii hali ya kutobadili katiba. Wana memba wote wa UDPS wanajua kama tulipingana hii hali katiba ni nzuri ibaki hivi. Mshangao mkubwa kwetu kuona ni President Tshisekedi yeye tena ndio anageuka kutaka kubadili katiba, na huko anajua kama muhula wake unakwisha, anakuwa femanda hapa anabaki na 2027-2028 anatoka madarakani. Mshangao kuona kwetu ni yeye anataka kubadili katiba ili adumu madarakani, na sio umuhimu, sababu Kongo ingine lazima na vitu vingi. Priorite kwa leo sio kubadili katiba, priorite kwa leo kwanza ni kurudisha nchi yote pamoja, kutia amani mwinchi, ndio maendeleo ianzishe na wakongomani wajisikie kama wanaishi Mkongo na amani na salama. Ndio, kwa kumaliza, katiba yo yenyewe inakubali kukuwa revise. Sasa nyinyi mnahofia nini wakati katiba yo peke inakubali kuwa revise? Eske hiyo malengo ya rais na wenzake kutaka kubadili ama kurevize katiba, hamuone kama ni moja ya njia wenda za kutafuta suluhisho kwenye matatizo ambayo inakuwa inakumbwa Kongo, hususan matatizo ya vita na ya sosiali? Na waza wao kwanza wangeanza kuelewesha watu kwanza nini ya muhimu kwa ajili nini naziwia, ili watu wafahamu kwanza tunataka kubadili hiki juu ya sababu hiki. Lakini turudi nyuma, uwezi badili katiba au kueleza katiba pindi katiba yenyewe kama uwezi kamata hiyo hatua, na pindi kuna sehemu inamilikiwa na waasi au sehemu yenye serikali haiongozi. Huku ikifikia hiyo hatua na pindi kutokea hiyo kutakuwa referendum, je, wale wandugu wenye ngambo yenye serikali inamekia na M23 watahusika na hali ya referendum? Hapana. Wajuzi swali, hawana mamlaka kule, na pindi wana mamlaka ma referendum kwa wao yawahusu. Je, nchi inagabulika? Hapana. Kumbe wao wazi watuambie kama tunafanya referendum na baada katiba sehemu tunamiliki, sehemu ya tumiliki kisha gabulika, tushapatia M23. Wao wazi wakiwa hapo tutakubali. Kama hapana, wajua kama nchi ngali moja, kumbe waanze kwanza kutafuta njia suluhu ya kupata amani, nchi yote pamoja, njoo tutafikia hatua ya kuangalia priorite, vipengele gani vinaweza vikabadilishwa kama nchi kwanza inakuwa pamoja, sababu bila hivyo nchi itakuwa tumegawilika. Na article 65 inahukumu wote ule mwatahusika kugawa nchi na kutuchenje pamoja, na hapo rais President Tshisekedi atakaojitia mshamba ya miba, inabidi wa rais washauri wake waende naye taratibu mkumuelewesha na kama hii ni giza, hii ni miba wataingia ndani, wakongomani hawatahesabu. Kongo inabaki moja na itabaki moja kama gisi ilikuwa.